tunaita Dayosisi Babu na Bibi. Dayosisi hiyo ni Dayosisi Babu na Bibi. Kwa nini? Wamisionari walioleta Injili hapa kutoka wakiwa wanaelekea Rwanda walianzia Dar es Salaam kwa babu zetu na bibi zetu, na baada ya hapo wakaenda kwa baba na mama Lushoto. Lushoto ni baba na mama, Dayosisi baba na mama, ndipo wakatuzaa sisi, na sisi hatukuwa sasa kaizaa Dayosisi ya Karagwe inayoongozwa na baba Bagonza. Kwa hiyo tunafurahi sana kuona baba Askofu Marasusa na ujumbe wa wachungaji na makatibu wa majimbo ambao wanatoka Dayosisi Babu na Bibi. Sisi tuna bahati wenyewe hawana Dayosisi Babu na Bibi, ni sisi tu tulio Dayosisi Babu na Bibi. Baada wao ni walezi wa awali, wenyewe ni kama ancestors. Na kwa hiyo mwakilishi ambaye baba amesema atatoa salamu ni mchungaji Maronda kutoka Zanzibar. Yeye anahudumu kule Zanzibar, na salamu zake nyingi anazianza kwa Kiarabu akisema assalamu alaikum. Kwa hiyo inawajulisha msije mkashtuka mkasema labda ametoka Oman. Hapana, ni Zanzibar. Lakini furaha yetu kubwa kwa niaba ya Dayosisi ni kwa uwepo wa mkuu wetu wa wilaya ambaye ni Erasto Sima, ambaye amekuwa nasi tangu mwanzo wa kuwapokea Ijumaa mpaka sasa hivi, na amejipanga kumfikisha mgeni airport kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo haya atatoa salamu baada ya mwakilishi wa DMP. Mkuu wa kanisa yeye wakati wa kuhubiri atoa salamu za KKKT. Sasa tutaanza za Dayosisi ya Mashariki na Pwani, baadaye mkuu wetu wa wilaya. Lakini katika ujumbe huu kuna mtu wa pekee anayehusiana na kwaya ya Bukoma kama sikosei, Bwana Tagirwa, kwaya ya kanisa kuu. Bwana Tagirwa, Joseph Tagirwa, yeye anafanya kazi kule China. Sasa yeye aliimba kwaya hii ya kanisa kuu. Kwa hiyo kama sasa wamepata mlezi kutoka China kwa lugha nyingine. Kwa hiyo katika mimi nilichopekee ni jirani yangu kule ninapozaliwa. Kwa hiyo mimi ni jirani anayefanya kazi China. Mungu lini? Lazima Mungu kwa baraka tunazopata kwa majirani ambao Mungu amewainuka kwa namna ya pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nikaribishe mchungaji Maronda kwa ajili ya salamu za DMP na naye mkuu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba mkuu wa kanisa Daktari Marasusa na baba mkuu wa dayosisi Daktari Shahara, mimi nimetekewa kupata hii nafasi kusimama katibu ya Dayosisi ya Kaskazini. Amen. Mpokee salamu nyingi kutoka sasa kwa babu na bibi zetu. Nami nichukue nafasi pekee kwa niaba ya wote ambao wamewatembelea kuwashukuru kwa kukaribisha kwenye ibada leo, lakini pia kushukuru mkurugenzi wa kanisa letu kukaribisha kwa mwaliko wa kipekee. Tumejifunza mengi jana, tumefurahi na tunawapongeza kwa kazi kubwa ya malezi ya watoto kielimu. Kuna wakati tulipata bahati ya mwanafunzi mmoja kutoka Zanzibar, alisoma seminari ya Israeli. Baba yake anatokea huku, kwa hiyo aliletwa huku akawa anasoma,
na mama yake anatokea Singida. Siku moja mama yake alikuja kumtembelea huku, alipofika akasema ni mbali, si Uganda kule, akarudi na mtoto wake. Kwa hiyo alishia njiani kumaliza mpaka Bukoba, maana alikuwa mbali sana, lakini si mbali sana, ni karibu, kwa shule nzuri sana. Mungu awabariki. Karibuni sana Zanzibar, karibuni sana Mashariki ya Pwani, karibuni sana Dar es Salaam na mkoa wa Pwani kwa mkoa wa Dar es Salaam. Mungu awabariki na Mungu aendelee kuwatia nguvu katika kazi yake. Amen. Basi sasa tunamkaribisha mkuu wetu wa wilaya aweze kutoa salamu za serikali, na wakati huo huo tunatambua uwepo wa meya ameshatambulishwa tayari, ambaye tunasali naye. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa mkuu wa kanisa la KKKT Tanzania, Askofu Daktari Alexius Malasusa, nitambue pia uwepo wa askofu wetu wa dayosisi Daktari Abednego Shomshahara, katibu mkuu wa dayosisi hii, mchungaji kiongozi wa usharika wa kanisa kuu, lakini nitambue uwepo wa wachungaji wote wa dayosisi, lakini na wachungaji wetu waliotoka DMP. Nitambue uwepo wa viongozi wote tulioko huku, lakini kipekee sana mstahiki meya wa manispaa yetu, naomba usimame. Baba mkuu wa kanisa, tunafurahi kuwa na mstahiki meya kwenye kanisa letu. Nimesalika mwenzetu, lakini kipekee sana yeye baba yake amewahi kuwa msaidizi wa askofu wa dayosisi hii Bishop Wakomi. Kwa hiyo amelelewa katika mazingira haya tulionayo sisi. Lakini pekee pia kwa sifa yake kubwa sana amekuwa akitembea kusoma. Mwaka jana akaanza kuwepo katika mji wetu kwa ajili ya kupumzika. Na sasa tunasema tukabidhi jukumu hili ambalo amelipata. Iko kata moja tukasema basi ajaribu kugombea, akajaribu akapata udiwani wa kata moja inaitwa Kabondo hapa manispaa ya Bukoba. Lakini Mungu itampendeza yeye kuwa mwenyekiti wa au kiongozi wa madiwani wote wa manispaa yetu ya Bukoba yenye kata 14. Kwa hiyo madiwani 14 na watu maalum kama wanne, yeye ndio kiongozi wa, lakini kubwa zaidi ndiye mstahiki wa manispaa yetu ya Bukoba. Akituonyesha biashara katika manispaa yetu. Lakini pia kipekee kwa sifa kubwa sana ndiye meya mdogo kwa umri, sio kwa umri, ndio meya mdogo katika ukanda wote wa Afrika Mashariki na Kati. Na baba mkuu wa kanisa kwa sifa hiyo sasa alitakiwa wapatikane mamea wadogo wa umri kwa chini ya miaka 35 ili watengeneze organization moja huko ya kidunia. Hasa walipotafuta kwenye Afrika Mashariki na Kati wote, yeye ndo akaibuka akapatikana yeye. Nasi tunasema Morocco ndio organization ipo na wanafanya kazi kule sasa. Lakini pekee pia wamekuwa na mkuu wa alatu hawa, waheshimiwa kwenye viti na mamea hawa, huwa na umoja wa kitaifa pia. Walikuwa Arusha kama mmesikia kwenye vyombo vya habari, na yeye ni mjumbe wa mkutano ule, na mimi nikamwambia kwa umri wake na vitu vingine aligombea na vingine kule. Kwa hiyo aliibuka kuwa mshindi wa kwanza wa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya alatu taifa. Lakini jana wametoka Arusha kakimbia sana watu wanaonapo ukai. Lakini kwa wote wa president wa Israeli na familia yake wameshatambulishwa, lakini tambua wote wote mliopo. Baba mkuu wa kanisa, karibu sana. Tulifurahi sana kupata taarifa za ujio wako katika mkoa wetu. Mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Kanali Yaya Ramadhani Kido alipata taarifa zako na akajipanga sasa kuwa na wewe kwa siku ambazo tutakuwa katika mkoa wake. Lakini kwa sababu na sisi majukumu yetu yanatofautiana, akawa ameitwa na Mheshimiwa Rais kwa kikao ambacho aliitwa siku ya Dar es Salaam. Kwa hiyo akanikabidhi jukumu hilo, akasema kwa kuwa siku unabaki, naomba umpokee mkuu wa kanisa, uwe naye kwa siku zote atakapokuwepo. Kwa hiyo mimi
Dr. Alex ni rafiki yangu wa siku nyingi, lakini kwa sababu ya urafiki pamoja na urafiki, lakini nilikabidhiwa majukumu pia na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka kushukuru sana Baba Mkuu wa Kanisa kwa kufika kwenye mkoa wake. Tunashukuru wenzetu wa Kaizerege kwa kuita rasmi kwa ajili ya shughuli kubwa sana, wao kwa kama njia ya kukuta wao kuja, lakini kama serikali na wale viongozi mkubwa wa serikali na sisi tukafurahi sana kuwepo. Unajua sisi ni wateuliwa wale viongozi wetu. Sasa baba askofu wetu yeye ndio yule karibu kule. Kwa hiyo sasa tukisema mambo yetu tutapitishia kwake. Baba, usiende sana kule. Kwa sababu kwa kanisa ni wetu wa Kagera tumefanya toka jinsi kama baba askofu Mtara aliposema, tulipokea salama na jana tumeshiriki naye. Na kama mmeona kwa wiki nzima ilipozaa Jumatatu wiki iliyopita, jua lilikuwa kali kweli kweli kwenye mji wetu wa Bukoba. Lakini baba askofu aliposhuka tu kwenye mkoa wetu, jana asubuhi palikuwa patosha. Ratiba yake ilipaswa kuanza mapema sana asubuhi kule Kaizerege, lakini ilichelewa sana kwanza, lakini na yeye akasema, wale watoto tunawachosha kwa mvua, tuendelee tuanze shughuli na mvua hiyo hiyo. Kwa hiyo tulianza na mvua ile ile, baadaye jua lilianza kutoka baadaye, na shughuli ile ilienda vizuri. Niombe sana ndugu zangu wa Kristo wote, tuendelee kumwombea mkuu wetu wa kanisa, tuziombee shughuli zake, tuendelee kushirikiana naye. Yeye ni mkuu wetu wa kanisa, anatoa majukumu mengi, tuendelee kushirikiana naye. Amefuatana na viongozi ambao wametambulishwa pia kutoka kwenye dayosisi yake, tunaendelea kukaribisha katika wilaya yetu na katika mkoa wetu. Mmekuja mmeona, hapa ndipo niwaambia na mnabatara senete mmeziona jana na kuzishuhudia na hata utamu wake. Leo mlikuja tu kupata password ya mkoa wetu na wilaya yetu. Wakati mwingine karibuni sana, baba askofu anaweza kuwa na majukumu mengine katika sehemu zingine, ili tunawakaribisha sana. Baba askofu mimi nilianza kuwepo hapa tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2023. Na nakumbuka vizuri wakati mimi nimeripoti tu hapa. Mwezi wa pili mwaka 2023, baba askofu alifanya ziara hapa. Na askofu Dr. Mtara aliandika barua rasmi ya kuzuia ibada hiyo. Tarehe 13 ya mwezi wa pili 2023. Lakini kwa bahati mbaya kwa sababu niliripoti na tarehe kabisa maeneo mengine sikuwepo kwenye ile ibada. Lakini kubwa sana kujua baba askofu wakati alipokuja, yeye alikuwa hayupo hapa, lakini mimi nilipata zawadi ya mbuzi. Ndio nilipata hiyo siku. Mimi naendelea kushukuru sana, tunaendelea kuyapokea yote ambayo mnatuelekeza kama serikali, lakini tunawashukuru sana pia kama serikali. Mmeendelea kufanyia maombi sana na sisi tunapenda vizuri. Peke yetu hatuwezi. Sisi tu kwa macho tunamiliki vitu ambavyo vinaonekana. Hao mapolisi ni wa kwetu na mabunduki ni ya kwetu, lakini hayo tu hayatoshi. Lakini kama kanisa mmekuwa mkituombea sana. Na ndio maana na sisi viongozi pia tunapokuwa shiriki wa ibada kama hivi, huwa tunaacha majukumu mengine tunakuja kanisani. Inaposhindikana sana basi tunakuwa kuja, lakini tunapokuwa tunapata muda tunakuja sana. Mimi naendelea kuwasihi viongozi wenzangu wa serikali wengine walioko huku ndani, tusiache nyumba zetu za ibada. Kama kanisa wengine wenye imani zingine pia, lakini kama wanamwabudu Mungu, tuendelee kushukuru Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Kama kanisa mmekuwa kutuombea sana, mkimwombea Mheshimiwa Rais na sisi wenyewe, na tukiendelea kusimama imara hivi, sio kwa nguvu zetu, kwa maombi ambayo mnayafanya. Na mkuu wa kanisa, mimi nilikwambia pia kwa mkoa wetu wa Kagera, kwa wilaya zote ambazo tunazo, tuna ushirikiano mzuri sana na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na tunaendelea pia kwenye mkoa wetu huu, kanisa hili la Kilutheri limeshiriki sana shughuli zote za maendeleo. Wanazo shule nzuri sana, wanazo vituo vyake, wanazo hospitali, na wana kituo kizuri sana baba ambacho kinatunza watoto wanaokotwa kwenye mazingira ambayo sio mazuri. Leo watoto wengi wanakuwa wanatupwa. Mtu anazaa mtoto ana siku moja anatupwa barabarani. Tumeokota wale watoto, kama serikali wamekuja kutukabidhi polisi, lakini sisi kama serikali hatuna sehemu za kuwatunzia watoto. Sisi tunazo zile roho ambazo tunawatunza nyinyi wakubwa. Lakini wale watoto wadogo baba kwa kanisa hatuna sehemu za kuwatunza. Tunapata shida akatunzwa pale, lakini kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, dayosisi ya Kaskazini Magharibi,
wanacho kituo kizuri sana cha Ngoma ambacho tumekuwa wote tunawapeleka pale, wanalishwa na kanisa, wanatunzwa na kanisa. Kwa kweli tunashukuru kanisa sana ambalo limekuwa kufanya jambo kubwa sana, na tuweze kupata KMB katika ile majukumu ambayo Baba Askofu alikuwa anasema anawatembeza, wakipata nafasi wanaweza pia wakawafikisha pale. Ni sehemu ambayo inaumiza ukienda kuiangalia, lakini unapata utukufu kwamba wale watoto wanaotupwa pia iko sehemu ya kuwatunza. Ambia sehemu ile sio ya serikali, ni ya kanisa. Sisi tu watu tukihamasisha watu wasaidie kwa ajili ya matunzo yale. Lakini Baba Askofu nichukue nafasi pia kumshukuru kama nilivyosema mwenzetu wa Kaizilenge. Amekuwa mshirika mzuri sana na yeye kwa upande wa serikali. Na ndio maana hata akiomba viongozi wa kitaifa kama hawa wanakuja shuleni. Na mimi niseme kama Kaizilenge angekuwa hafanyi vizuri, na kama Kaizilenge angekuwa ni mpepa kodi, angekuwa anafanya vingine, mkuu wa kanisa asingekanyaga pale. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakwenda kama mamlaka sasa, ndio ndio kwenye kanisa na mamlaka, na nitamke kwamba wenyewe wangeomba mkuu wa kanisa aje kama mgeni rasmi, na sisi tungemwambia Dr. Malasusa, tungemwambia sikiliza, kwa sababu za usalama na kwa sababu tuko karibu na nchi zingine ambazo sio nzuri sana, baba usije tuma wakilishi. Yes. Lakini kwa sababu ambapo ni kituo kizuri sana shule yetu, tunafanya kazi nzuri sana, tunaendelea kushirikiana na tunasema baba basi kwa sababu wamekualika uje tu ni mahali salama. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana, tuendelee kushirikiana na tuko pamoja kwa ajili yenu. Na kwa kanisa mimi nimekuwa nikimwambia tunasali pamoja hapa, tunaelekezana vizuri, lakini tukiwa kule pia tunashirikiana. Na ndivyo ambavyo Wakristo wote hao tumekuwa tukishirikiana vizuri. Na katika kumbukumbu zangu sina kumbukumbu ya mshiriki yoyote ambaye nimewahi kumweka loka. Kwa sababu tunataka nifike usafi leo, watu wakuja maduka muda kufanya usafi, huwa wanafanya usafi. Na tukisema wapeleke watoto shule, huwa wanapeleka watoto shule. Na ndio maana leo mwezi tunapoongelea kabla ya kusha tarehe 11 mwezi wa 3, Manispaa ya Bukoba ilishapeleka wanafunzi wote wa kidato cha kwanza kwa 100%. Ilikuwa ni 99 na point. Katika maana hao wote na Wakristo wako ndani yao. Na kama ingekuwa sio hivyo, leo kama baba anafanya ziara hapa, Wakristo wangeenda kumlilia. Yaani pamoja na mkoa leo kusali pamoja nasi, amekuwa kituonea sana. Anatuweka roho hapo, anafanya vitu vingine vibaya kwetu. Na mimi ningemwambia baba, ninaweka roho kwa sababu wanaitii sana kanisa, lakini mimi na mamlaka hawanitii mimi. Na mimi ni kusali hapa na kwa Kristo wa Bukoba, ni kwa sababu mheshimiwa rais ametoa kuja Bukoba. Hilo tu ndio limenyunganisha kuja huku Bukoba. Hata nadhani ukikataa maagizo ya serikali, maana mheshimiwa rais akasema sima ameshindwa kuongoza Bukoba. Alafu mimi nashughulikiwa. Sasa mimi nataka sijashughulikiwa, lakini nataka nishughulike na ninaoongoza. Nimshukuru Mungu kwa mkuu wa kanisa. Sina shida na kanisa hili, sina shida na Wakristo, tunafanya kazi vizuri. Zaidi leo ndio nimewachongea zaidi. Yaani kwa maana tunafanya vizuri, tunafanya vizuri hivi. Msiendelee kunikwaza, pengine kama yanatakiwa kutokea yasitokee. Tuendelee kufurahiana hivi. Katika shida, katika raha, tuendelee kukutana. Ili kwa maana ya kwamba mheshimiwa rais anasema mimi natoka Bukoba, nitoke tu kwa neema. Ili siku nyingine nipendezwe na mimi kuja kusali Bukoba, kwa maana niliacha wapendwa. Wale sisi tunaangalia nao sisi kishindwa vibaya, tuendelee kujaliana hivi. Mimi ni yule jana, leo na kesho. Hapo ndio kanisa karibu sana, tuendelee kukaribisha wako na msiyojua ana jina linafanana na majina yetu ya Kihaya Sima, na kuna wimbo maalum wa Kihaya kwa Kilunga unaosema moyo wangu shukuru, si moyo wangu usime, oh moyo wangu usime.
Nzege kwa shule yenye miundombinu mizuri, walimu wazuri na watendakazi wazuri na huduma nzuri. Na jana tulisema jina lake lina mpamba Kaizilege, kwa Kiswahili haiko kuja vizuri, na kwa kuwa alikuja vizuri na kazi zake zimekuja vizuri na wanafunzi wamekuja vizuri wakafanya vizuri, na kwa kuwa amekuja vizuri ametuletea na mkuu wa kanisa aliyekuja vizuri na mvua ikanyesha vizuri. Barikiwe na Bwana. Tuhitimishe matangazo pamoja na salamu kwa mazito matatu ya nguvu. Asanteni sana. Tunapojiandaa kwa ajili ya neno la Mungu, tutakaribisha kwaya ya